Tuliona jinsi Senator Lindsey Graham alivyotembelea kati ya Israeli, United Arab Emirates na Saudi Arabia. Lakini leo tunaingia ndani zaidi. Je, huu muungano ni wa ulinzi au ni maandalizi ya mlingano mpya wa nguvu? Tunaingia moja kwa moja kwenye geopolitics, mzizi wa mchezo. Mashariki ya Kati si tu eneo la migogoro, ni eneo la nishati, njia za biashara na siasa ya kiimani. Saudi Arabia inaongoza ulimwengu wa Kiarabu kisiasa na kiuchumi. Israeli ina nguvu za kijeshi na kiteknolojia. UAE ina mtandao mpana wa ushawishi wa kifedha. Lakini kivuli kinachounganisha hesabu zao ni taifa moja tu, Irani. Irani imejenga ushawishi wake kupitia makundi na miungano katika maeneo mbalimbali ya kanda, maeneo mbalimbali ya ukanda. Hii imeifanya Washington na washirika wake kuiona kama changamoto kimkakati ya muda mrefu. Kwa hiyo swali linakuwa, je, ziara ya Graham ilikuwa ni kusawazisha washirika ili wawe na msimamo mmoja kabla ya hatua kubwa zaidi kuchukuliwa? Je, Afrika inaingiaje hapa? Hapa ndipo mwangazo wa fikra na mtazamo unauliza swali la kina zaidi. Migogoro ya Sudani na mvutano wa Yemen si migogoro ya kienyeji pekee, ni sehemu ya mashindano ya ushawishi. Afrika ni uwanja wa maslahi ya kimkakati: Bahari Nyekundu, njia za kibiashara, madini na ushawishi wa kijeshi. Iwapo Saudi Arabia na UAE watakuwa na msimamo mmoja au tofauti, athari zake zinaweza kuonekana moja kwa moja katika pembe ya Afrika. Maslahi ni ya nani hasa? Katika siasa za kimataifa, Marekani inalinda ushawishi wake wa dunia. Israeli inalinda usalama wake. Saudi Arabia inalinda hadhi na uongozi wake wa kikanda. UAE inalinda maslahi yake kiuchumi na kimkakati. Hakuna anayefanya siasa kwa hisia tu. Kila hatua ni hesabu. Na hapa ndipo tunajiuliza, je, huu ni mwanzo wa ukanda ulio na muungano imara dhidi ya Irani, au ni utulivu wa muda kabla ya mvutano mkubwa zaidi? Historia ya Mashariki ya Kati imejaa miungano inayobadilika kulingana na maslahi. Leo wanakubaliana, kesho wanaweza kuwa na tofauti kubwa tu. Lakini jambo moja ni hakika: mchezo wa nguvu haujawahi kusimama. Swali la mwisho kwa mtazamaji wa Mwangazo wa Fikra na Mtazamo ni hili: je, dunia inaelekea kwenye usawa mpya wa nguvu au kwenye msuguano mkubwa zaidi wa kimataifa? Ni wakati wako sasa kuandika maoni yako hapa chini. Huu ni Mwangazo wa Fikra na Mtazamo. Mimi ni Ustaz Khan. Asante kuwa nami hadi wakati mwingine. Kwa heri. Mwangaza Brain Digital Afrika ni mwangaza kwa wote. Asante Ustaz Khan kwa elimu.